hatua 5 ambazo wajasiriamali huwa tunazipitia. Nataka tujichunguze mimi na wewe. Wapi tupo? Tumefika wapi? Tumekwama wapi? Au tunakwamia wapi? Na sasa tusipoteze muda, tuna mambo mengi ya kujadili. Please subscribe kwanza. Yes. Haya, tuendelee. Yani kisha ni ujumbe uliopo hapa ndani, yani unakuzama. Ukimaliza kuangalia hii content, mimi nakwambia kabisa wewe hutobaki. Kuna phenomena inaitwa Dunning-Kruger. Dunning-Kruger unaweza kwa shortcut sana, ni unaweza ukasema mtu hajui kama hajui. Yani wewe unakuwa hujui kama haujui. Kwa sababu haujui kama haujui, utakuwa siku zote unahisi kwamba wewe uko sawa sawa, au kila unapokuwa unafanya jambo lako utahisi kwamba upo right. Ndio. Na watu ambao hawajui kama hawajui, sio kwamba hajui kabisa, anakuwa amejifunza hilo jambo kidogo, yani sio kama pana haja dig deep, lakini sasa anavyoelezea na anavyofanya mambo yake anafanya kama ile jambo analijua ni mwanzo mwisho, yani ndo bingwa, ndo expert wa hilo jambo. Lakini kweli ni kwamba hajui kiivo, anajua kidogo, hajui kiivo. Asa ile kutokujua kwake hivyo inampelekea kuwa na confidence iliyopitiliza. Lakini atakapojifunza atakuwa enlightened, anapopewa somo kwamba unajua nini? Hiki kitu mbona kiko hivi? Hiki kitu akija kuelekezwa baadaye atakuja kugundua hivi kumbe niko mbali sana na ukweli. Na ndio hicho tunachozungumza hapa. Kwamba mtu anaanza na matumaini bila uelewa, atakapokuja kukutana na changamoto ambazo hawezi kuzitatua, ndio anaamka sasa, ndio anazinduka sasa kwamba hivi kumbe ile jambo silijui kiasi hichi. Nikukaribishe kwenye mfululizo wa video zetu ambazo tumesema katika video hizi nitakuwa nikizungumzia safari ya ujasiriamali. Sio nikizungumzia au nikiangazia zile hatua 5 na safari ya ujasiriamali. La kukata tamaa, a valley of despair. Nimesema kwamba kwenye video 2 zilizotangulia, video ya kwanza tuliangalia, unaweza kuangalia hatua ya kwanza, tuliangalia matumaini bila uelewa. Alafu pia tumeangazia hatua ya pili ambayo tumesema hofu yenye uelewa, informed pessimism. Sasa leo tunakwenda kuangazia hatua ya 3 ambayo tunasema bonde la kukata tamaa au valley of despair. Despair ni matokeo ni matokeo ya mwanzo mbaya. Yani ulianza ukiwa hauna uelewa, ukakutana na changamoto, ukakiunga kwenye changamoto pale ukiwa na hofu, yale mambo yamejiposti yakawa yamesimama. Asa umefika mwisho sasa wa safari, kama ni mkulima maana sasa umefika mwisho sasa, unataka kula ile wanasema nini, jasho lako, matunda ya jasho lako. Sasa unafika kula matunda ya jasho lako kwa sababu ulikuwa na mwanzo mbovu na mambo mengine, unajikuta kwamba umefika hapa kwenye eneo la majuto. Yani unafika sehemu sasa unaanza ku regret, unajuta kwamba nilichokifanya ni nini, yani mbona kama nimekuja kupoteza muda huku. Na nikwambie kitu rafiki yangu, wajasiriamali wengi kwa sababu ya kutokuwa na uelewa huwa wanafikiri kwamba safari ya ujasiriamali ni straight line. Tunakwambia na boksi 70, nakwambia mtu na boksi 70, nitauza 70,000. Sio bwana, Tanzania shilingi. Tunakwambia na boksi 70, kwa maana hiyo yani anajumu kwamba hii safari yake itakuwa ni nini? Straight line. No, safari ya ujasiriamali ina milima na mabonde. Sasa hapa ipo bonde. Kwa mkulima wetu uchovu umekuwa mwingi, yani kwa sababu of course kashatoka kupigwa na kitu kizito kwenye hatua ya pili. Maana yake sasa hapa matokeo hapa ni kwenye matokeo, kwamba kwa sababu ulioyafanya kwenye hatua ya pili atakupa matokeo hapa. Kwenye hatua ya 3 maandalizi yako, yani mwanzo wako na maandalizi yako, au mwanzo wako na kukakala zako zitakupa matokeo hapa, zitakujibu hapa kwenye hatua ya 3. Umeelewa? Sasa hapa ndipo watu wanapoanguka, mtu anajikuta
kata tamaa na majuto tu. Anajuta kwa nini aliamua kwa nani ali na kama wewe ndio ulimtuma utajuta na wewe. Kwa nini nilimwambia huyu? Matokeo alidhisi au ni mabaya kabisa. Sasa hapa ndo mtu anakuambia mimi sitaka nifanye kitu tena. Anakuambia mimi sitokaa nirudie hii mambo tena. Mkulima wetu na kilimo chake cha nyanya. Kwenye nyanya kuna mambo mengi ambayo yanaweza yakakuletea matokeo mabaya kabisa hapa. Na kwa mfano sasa ulishindwa kuzitibia, ulishindwa kupiga dawa kwa wakati, maana nyanya zako zitakuwa sasa zimeungua. Nyanya zimeungua. Soko limeanguka. Soko ndo, yani kwenye nyanya soko ni changamoto kubwa sana. Soko bei mbovu. Ushaguza nyanya ndo shilingi 1,500 wewe. Ushakuza boksi shilingi 8,000. Hapo tunazungumza debe 2.5. Yani debe ambayo sometimes watu wanauza 20,000, 25,000. Ile ndo kubwa ile. Inauzwaga mpaka 20,000, 25,000. Mtu anakuja kuuza ndo 2.5, 10,000, 8,000. Soko bei mbovu. Sasa wewe ulipiga hesabu utavuna utauza 70,000, sasa ukija kuuza 8,000. Au sometimes dalali anakukandamiza tu. Dalali anajua jamaa mzigo hauwezi kutoa huku shamba huku. Watu wanakula advantage na wewe. Yani kutokana na uelewa wako mbovu, watu wanakuwa wana take advantage. Unajua binadamu walivyokuwa pumbavu. Unajua sisi sisi ni wanyama ambao tumeevolve, lakini sio kwamba tabia yetu ya unyama imetoka kabisa. Tumeevolve tu yani. Sababu sasa wewe unakuta mtu kaingia gharama kwenye nyanya, afu dalali maana madalali hao ni wale watu wakati anakuja ananunua mzigo wako anapeleka sokoni. Anajua kabisa bei ya sokoni kule ina nafuu, lakini akija kwako kwa kwamba bei mpovu kabisa sokoni. Yaani hata sijui hizi nyanya nimpelekee nani. Sina hata pa kuzipeleka. Afu kasha kujua umemshampigia simu kama mara hivi. Simu anakuja kupokea anakupa simu yani na nani mbaya yani na hadithi mbaya kabisa. Anajua kabisa kwamba huyu jamaa ni nyima hope kabisa huyu. Hii value of hii safari ya ujasiriamali, hii safari ya mabadiliko, safari ya ujasiriamali, hii bwana ni safari ambayo inakuta watu wote, na hasa sisi watu ambao tunajihusisha na masuala ya kiuchumi, yani kutafuta riziki. Hizi stages zinawakuta wote, iwe kampuni ndogo ama kampuni kubwa, mtu binafsi, kikundi cha watu. Kama mtafanya maamuzi mabaya, kama mtaanza na maamuzi mabaya au mtaanza na maamuzi mkiwa na uelewa, mkiwa hamna uelewa, rafiki zangu, tegemeeni kilio kikubwa sana hapa. Umeelewa? Na hii ndo hapa bwana, hapa ndipo ukisikia mwisho wa ndoto, yani ndoto zinakufa, plani zinakufa, project nyingi zimekwama, hapa Valley of Despair. Na Valley of Despair inaanza safari ya Valley of Despair inaanza hapa. Uninformed optimism. Una matumaini lakini huelewi. Wewe unaendeshwa na matumaini. Yani unaendeshwa na mzuka. Una maarifa, unaendeshwa na mzuka. Hii kuendeshwa na mzuka itakuja kuendea hapa. Yani yo guarantee. Ukiachia mbali kwamba shughuli nyingi, idea nyingi, mipango mingi sana huwa ikifika huaga inaishaga hapa kwenye majuto, inaishaga hapa kwenye Valley of Despair. Tumesema bonde ukata tamaa. Hii despair, majuto, kata tamaa, kukatishwa tamaa. Inaishia hapa. Sasa kuna watu akifika hapa kwenye Valley of Despair. Si mnaelewa? Kacha changanya maji na mafuta, kafika hapa
hajifunzi tatizo ni nini. Unapata mchongo mwingine wa kulima vitunguu. Umeelewa? Unapata mchongo mwingine wa kulima vitunguu. Baba nyanya ina mambo mengi na kantangaza sio vitunguu rahisi tu, unapanda unavuna. Unakimbia zako huyo. Bwana blaza, hebu nichangie na bwana, zile nyanya zilizingua kwa sababu nyanya ina mambo mengi. Mimi nakwenda kulima vitunguu. Poa, nenda kulima vitunguu. Bila huna uelewa kulima vitunguu, unazama kwenye vitunguu. Kinachokuendesha ni mizuka tu, kwamba wewe upo optimist, yani kwamba nitapiga hela kwenye vitunguu. Umeshaona mtu mwingine yuko anahesabu hela kwenye vitunguu, nitapiga hela kwenye vitunguu. Unakwenda unakutana na changamoto zilizopo kwenye vitunguu, zinakuelemea, you come back kwenye valley of despair. Unarudi tena kwenye valley of despair na majuto. Sasa hii inakuwa ni biashara ya pili umefanya, sio? Mara unaona watu wanahesabu hela kwenye matikiti. Bwana vitunguu vina changamoto sana, sio kupandikiza, kupalilia vitunguu. Unajua kupalilia vitunguu ni karibu vitunguu viko karibu, labda kwa sababu matikiti yanapandwa mbalimbali, naweza nikapalilia matikiti mbalimbali, yani unanielewa? Unaenda zako mzee kwenye matikiti. Utapita kwenye una matumaini kwamba matikiti yatanipa hela. Unakutana na changamoto kwenye matikiti. Matikiti hataki wadudu hata mmoja. Yaani wadudu wakipita tu kwenye matikiti, mzee, matikiti yanaogopa wadudu vibaya. Matikiti yanajikunja yote. Wewe huna uelewa. Umeelewa? Matikiti yanakudondosha. Una despair again. Unaacha matikiti sasa. Kitu kinachomsumbua sio mpaka sasa anaanza kusema kwamba mimi nina shida gani? Anakuambia mimi hata sijui na shida gani. Kila biashara anayoifanya sifanikiwi. Wewe shida yako ni uelewa. Biashara zote zinataka uelewa. Ndio shida yako. Yaani huna shida yoyote ile nyingine zaidi ya uelewa. Hutaki kujifunza kwamba kwenye biashara ninayofanya, kabla sijaingia kwenye biashara ninayofanya, napaswa kuwa na uelewa na hilo jambo ninalofanya. Walau umemisimisi sana ni uwe na uelewa 75%. Umeelewa? Wewe unaelewa? Walau 75% ya hiyo jambo unalotaka kwenda kulifanya. Sio 50, 75. Na mara nyingi 75 inakupa kubwa. Unakuta wewe umefanya A, umefeli, umeenda umefanya B, unaweza ukafeli, unaweza ukafaulu, lakini wengi wanakwenda wanafanya C, anafeli, B kafeli, C kafeli. Lakini ukiweka hili jambo kwenye mzani, unakuta hapa kuna watu wametoboa. Hapa kuna watu wametoboa. Hapa kuna watu wametoboa. Tofauti yao hawa watu inakuwa nini? Utagundua kwamba shida sio mchongo. So changamoto kubwa ambayo wewe unayo, na kuhakikishia changamoto uliopo nayo wewe hapo ni uelewa. Mambo yako mengi sana unafanya kwa mzuka. Hiyo ndo changamoto yako. Kwa hiyo you will always, siku zote ni utakuja hapa kwenye despair. Utakuja kwenye despair kwa sababu gani? Hutaki kutatua changamoto ambayo wewe unayo. Na nataka nikusisitizia ndugu yangu, huna tatizo. Huna tatizo jingine lolote zaidi. Kuna mambo mawili na kuguarantee, kuna mambo mawili ambayo unayo kwenye shughuli yako, na ukisolve tu hayo wewe unapepea. Sasa unatakiwa ujue kwamba mimi hapa nina changamoto gani, sio? Na ni changamoto za uzalishaji, sio changamoto yani ambazo unajua tena kuna watu wengine wanaenda kumtafuta nini yule Kalumanzira, yani Kalumanzira njoo gonga vibuyu hapa kuna mtu kachinja paka hapa. Hamna. Kuna changamoto ambayo ipo ambayo inatakiwa uitatue. Tumesema mtu mwingine sasa badala kutatua changamoto yeye anahamisha nini? Anahamisha vein. Anaenda kulima vitunguu, anarudi nyuma tena. Naona vitunguu vilikuwa vigumu, ngoja nilime mahindi ya kuchoma. Mahindi ya kuchoma bei rahisi tu, yani unatia mahindi yule. Wakati unapokuja kuuza mahindi ya kuchoma ulima msimu mbaya au level, mahindi ya kuchoma mengi au yanakomaa kabla ukujua wakati muda mzuri wa kuyavuna au kutafuta soko mapema, mahindi yamekomaa yanakuwa tena sio ya kuchoma, unasubiri yawe ya ugali. Au sasa mahindi yashakuwa ya ugali, watakwambia tutachomaje mahindi yameshakauka haya.
you are back in valley of despair. Kinachokusumbua wewe hapo ni kwanza, upo very optimistic. Bora huyu hapa ambaye ni pessimist, kwamba akishafika hapa huyu mwambie kitu huyu. Pessimist akishakutana na janga, wewe huwezi kumwambia jambo lolote lile akakuelewa, atalifaa lile janga tu. Na siku zote atakuwa anakuonyesha mabaya kwamba shida sio mchongo. Shida ni sisi wenyewe, yani mimi na wewe tuna changamoto. Na changamoto kubwa ambayo tunayo ni faili, yani kichwani huko haziko updated, yani faili mzee bado inacheza na Windows 95 wakati sasa hivi wanatembea na Windows 11. Sawa bwana, update hii faili. Nafikiri hapo ulipo nafai kukuona kwamba upo unafuatilia hii series au unafuatilia hizi video, kwa sababu hiyo ndio unajua kuna mambo mawili hapa mimi najua unajifunza, na mimi mwenyewe vile vile najifunza. The way ninavyoongea ninavyoyajadili ndivyo na mimi najifunza kwamba kumbe ni changamoto. Mimi nilijifunzaga hivyo shule mapema sana, kwamba nikitaka kujua jambo fulani lazima nifundishe watu. Kwa hiyo natafuta watu ambao bwana naomba nifundishe, najua nikimfundisha mimi mtu hilo jambo linakaa kichwani kwangu, yani aliwezaje kufutikaga, siwezi kusahau. Yani kama ni hesabu nilimfundisha mtu, basi hesabu mpaka leo hii nitakuwa naifahamu, kwa sababu leo ninafundisha ndipo. So tukubaliana kwamba tatizo kubwa lipo kwenye upstairs. Yani upstairs, yani sana upstairs. Matatizo mengi yanaanza na upstairs. Kwamba faili bado ni 95 na watu sasa hivi wako Windows 11, Windows 12, sio bwana. Kwa kwanza tu update upstairs. Nimesema nafai kukuona upo kwenye unafuatilia series hii, kwa sababu hapa unapata mambo mawili muhimu. Kwanza unapata kujua kwamba hii changamoto ipo. Unasema kwamba awareness, unapata hiyo awareness kwamba hii changamoto ipo, alafu namna ya kuitatua hiyo changamoto, kwa sababu hilo ni jambo jingine. Bwana, hii changamoto ipo. Valley of despair ni changamoto ipo. Matumaini bila uelewa ni changamoto. Ukifanya jambo kwa matumaini wakati huna uelewa, utaishia kwenye valley of despair. Kwa sababu hapa katikati hii hatua ya pili ambayo tunasema hofu yenye uelewa, hapa ndipo unaposhughulika. Sasa hapo unaweza ukashughulika kiwepesi zaidi kwenye hii hatua ya pili kama maandalizi yalikuwa mazuri kwenye hatua ya kwanza. Sasa ukishughulika kama maandalizi yalikuwa mazuri kwenye hatua ya kwanza, yatakupa strategic, mikakati, mbinu za kutatua changamoto zote ambazo zitakutana hapa kwenye hatua ya pili. Alafu sasa hizo zitakupa matokeo ya kwenda mbele. Sasa kama huna mikakati, huna mbinu ya kutatua hizi changamoto ambazo unakutana nazo kwenye hatua ya pili, utaishia kwenye majuto. Sasa ukiupdate faili lako upstairs, ukiweza ukachange upstairs, maana yake ni kwamba uwezekano wa kupata matokeo mazuri unaanza kujitokeza. Na kubadilisha upstairs yako sio lazima ufanye overall. Unaweza ukaanza vidogo, yani ukagusa kitu kidogo, afu baada ya muda ukashangaa kwamba faili yako zima limekufanyaje. Tumesema kama upo kwenye valley of despair, tumesema hizi tunakuja na hii series ku expose, kuonyesha kwamba haya mambo yapoje, sio bwana, hajajificha, yako wazi kabisa, yanaonekana. Lakini sema hatujui sasa, tunajuzana, tunabadilishana ujuzi, sio kaba wote tunajifunza kwa kujuta. Asijua shida, kuna watu wanajifunza kwa kujuta vinginevyo, kwa sababu watu wazuri wanajifunza kwa kujuta ni kwamba anajua wako hii ni kosa, najuta sasa hivi kwa sababu nimefanya makosa gani, naweza nikarekebisha makosa, au makosa amenizidi uwezo, kwa naweza nikachana na hicho ninachokifanya, ndio ili sasa kwenda mbele. Sababu kwa vyovyote vile kama huwezi kurekebisha makosa, kama huwezi kutatua changamoto, hauna mbinu, hauna mikakati ya kutatua changamoto, maana yake utarudia hapa.
Nasema mchongo sio tatizo, tatizo ni upstairs. Wewe shika mchongo wote as long as yani umepoa hati yako hapo, una hamu ya kufanya hilo jambo, umetoka jambo hilo. Ukiupdate upstairs kuhusu hilo jambo, chance za wewe kufanikiwa ni kubwa. Lakini ukiingia kichwa, chance ya wewe kudondokea pua pia ni kubwa. Yani haina sijui utaka sijui ukienda kwa Kumanzili atakwambia hili jambo mimi nakwambia. Jifunze kuhusu hilo jambo unataka kulifanya vizuri, kuwa na uelewa kutosha kabisa kuhusu jambo unalolifanya. Kama unakwenda kuwekeza sehemu, hakikisha unapiga tips za kutosha, fanya research ya kutosha kabisa. Ni unapokwenda kumwomba mtu mtaji, unamwomba mtaji ukiwa upo kamili. Sio unaendeshwa na mizuka. Wewe sio zombie, wewe uko unaendeshwa na mizuka. Na tumesema sio tu mizuka, saa nyingine unaendeshwa na jealous, wivu. Unaona mshikaji wako katoboa na wewe unataka utoboe, yani vyote vile. Hapana. Husuda. Sio bwana. Husuda ndio inakuendesha. Sasa tamaa, mafanikio haraka haraka. Ndio mafanikio haraka haraka sio natoka wapi? Hayo mawazo kwamba kuna mafanikio haraka. Sio mawazo yanatoka wapi? That is superstition. Yani ni mawazo. Kose kuungana nami. Yani usikose kabisa. Na kuomba usikose kabisa kuungana nami. Tutakapokuwa tunaiangazia, tutakuwa tunaangalia hatua ya 4. Hatua ya 4 kwenye hatua 5 ndio sema tutakuwa tunaangalia hatua ya 4 ambayo inasema matumaini yenye uelewa, informed optimism. Tutakuwa tunaangalia hatua 4 inasema matumaini yenye uelewa, informed optimism. Sasa natamani sana pia uone. Na kama kuna hatua 2 hujaziona za awali, video ambazo tunaangalia hatua awali, tafadhali fika kwenye channel yangu. Kwa channel yangu utapata kuziona hizo hatua ya kwanza na hatua ya pili. Yapi yamo kwenye hatua ya kwanza na hatua ya pili. Sasa nataka nikuage. Lakini so it's time for shameless promotion. Please just like, nipe like, ipe content. Unajua like siku hizi imekuwa ndo current. Alafu subscribe. Usisahau kugonga notification bell. Hakikisha kabisa unabonyeza kibele hapa juu yako hapa ninaposhusha vitu vingine wewe wa kwanza kupata. Alafu sambaza upendo. Najua kwamba kwenye video hii kuna kitu kimoja umekipata, ungependa kushare na ndugu yako, labda yupo kwenye moja ya stages hapo na unataka kumpush kidogo na unahisi kabisa kwamba hii content ingemsaidia. Please share naye. Na sababu yote ya kutokushana. Share some love. Comment hapo. My value of despair was, yani tupe story yako kwenye value of despair yako ilikuwaje mzee? What happened? Ulipoteza shilingi ngapi? Nini kilitokea? Sawa bwana? Pita hapo kwenye comment hapo afu tuambie kwamba value of despair yako ilikuwaje. Sasa keep fighting. Najua tu mambo yatakuwa sawa. Sawa bwana? Cheers muchachos. Tukutane.